Naam, ndugu yetu, bila shaka unayafahamu mastafeli au mistafeli majani yake, na kama ulipofahamu yana faida kubwa sana kwenye ufugaji wako. Lakini je, unafahamu namna gani ya kuweza kuandaa majani haya? Na endapo kama kuku wako anaumwa, unafahamu ni magonjwa gani ambayo yanatibika kutumia majani haya ya mstafeli? Leo tuangalie faida. Zipo faida kama 10 hivi za majani haya ya mstafeli kwa ajili ya kuku wako. Lakini pia utafahamu ni magonjwa yapi ambayo kuku wako akiumwa utatumia tu mstafeli kwenye kutibia. Hii itakusaidia sana kwa kupunguza gharama. Yaani si lazima sana kununua dawa kiasi cha kwamba unaweza kupoteza pesa nyingi pia. Kwa kutumia tu majani ya mstafeli unaweza kuokoa kuku wako kutokana na vifo dhidi ya magonjwa mbalimbali. Yatakuwa na faida endapo kama tu yatatumika kwa kiasi kidogo. Twende tukafuatilia video hii mwanzo hadi mwisho, utajifunza mengi sana kuhusiana na majani ya mstafeli au mistafeli, yale majani yake. Karibu sana ujiunge nasi. Hii ni Agaros Online TV. Ile tu kama wewe ni mara ya kwanza kufuatilia video katika channel hii. Channel hii inajihusisha na mambo ya kilimo na ufugaji. Kile tunachokifahamu sisi basi tunashirikishana kwa pamoja ili tuweze kuelewa na kufanya shughuli zetu za kilimo na ufugaji ziweze kwenda vizuri. Utakachokifanya ni kuweza kujiunga, na kujiunga kwao ni kwa kuweza tu kusubscribe katika channel hii. Kwa wale ambao walishaweza kusubscribe basi haina haja kufanya hivyo. Vyetu, moja ya kinga kubwa kwenye mwili wa kuku ni pamoja na majani hayo ya mstafeli. Yaani ukiwapa kuku wako majani hayo mara kwa mara utahakikisha kwamba kinga yao itakuwa imara sana dhidi ya magonjwa mbalimbali. Sana kupambana na magonjwa, yaani wadudu wanaosababisha magonjwa kama vile jamii ya bakteria ambayo wanaishi tumboni, wale wabaya. Hawa ni hatari sana kwa ajili ya kudhoofisha afya ya kuku wako. Lakini wadudu jamii ya virusi, hapa unazungumzia kuku yote mwenye maambukizi ya virusi ambayo yetu magonjwa kama ya mdondo, magonjwa kama ya gumboro na magonjwa yale ya virusi kama mafua makali kwa kuku wako, unaweza kudhibiti au kutengeneza kinga imara sana kwa kutumia majani hayo ya mstafeli. Na pia kwenye kuhara, yani ukiona kuku wako wanahara, moja ya tiba nzuri sana au dawa nzuri sana kwa ajili ya kuku wako ni pamoja na majani hayo ya mstafeli. Yetu ukiwapa kuku wako majani ya mstafeli itasaidia wao katika kuimarisha mmeng'enyo wa chakula, yani kufanya mmeng'enyo wa chakula uweze kuwa mzuri, na hii itapelekea wao katika kuongeza hamu ya kula, na inasaidia pia katika kuondoa uvimbe kwenye tumbo, yani hata nazungumzia ule uvimbe wa ndani ya kwenye mwili. Kwa tiba ya minyoo, yani moja ya tiba ya asili ya minyoo ni pamoja na majani ya mstafeli. Inaondoa minyoo kwa 100%. Ukiwa na tamaduni ya kuwapa kuku wako, badala ya kununua dawa za minyoo, unaweza kutumia majani ya mstafeli na kuwapa kuku wako na ukaweza kuondoa minyoo kwenye miili yao. Na pia inaondoa stress na misongo mbalimbali ya mawazo. Ukiona kuku ambao wanashindwa kupata utulivu, aidha kwa hali ya joto kwa kali au baridi kwa kali, unaweza kuku kuweza kutotaga vizuri, lakini pia kukosa utulivu, na inapelekea kuku wako kushindwa kukua kwa haraka au sababu wanakuwa awali vizuri. Kwa hii inapelekea pia hiyo changamoto, na itasaidia sana katika kupata uzito mzuri sana, kwa sababu kuku watakuwa wanakula vizuri, watapata mmeng'enyo mzuri wa chakula na uzito wao utakuwa mzuri sana, kwa sababu chakula chote kitatumika ipasavyo kwa kutumia tu majani hayo ya mstafeli. Ndugu yetu, namna gani kuweza kuandaa majani haya sasa katika kualisha kuku wako? Tukutane kwenye video inayofuata, utajifunza mengi sana kuhusiana na majani ya mstafeli. Ndugu yetu, kama una swali lolote ile kuhusiana na somo hili au changamoto nyingine yote ambayo unayo, unaruhusiwa kucomment hapo na sisi tutaweza kujibu changamoto ile unayo kwa kusaidia kuhakikisha kwamba ufugaji wako unakuwa mzuri. Basi ndugu yetu, tukutane kwenye video inayofuata. Bye bye.